Okay guys, mambo vipi? Karibu tena kwenye YouTube channel yetu, na leo tutakwenda kuedit picha hii hapa. Tutafanya full editing kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na tutaenda step by step. Okay, so kwa kuanza, kama hivi mnavyoona, tulikuwa tumesha import hii picha yetu kwenye Photoshop. Kwa kuanza, tutaanza na frequency separation. Then tutafanya vitu vingine vyote hatua kwa hatua. Kwa leo nitatumia Retouch Academy, plugin ya Retouch Academy. Kwa wale ambao hawana hii plugin au hawajui kuitumia, kuna tutorial nimeziweka katika YouTube channel yangu, unaweza ukazipitia ukaangalia. Na kwa wale ambao wanahitaji, nitaweka link ya kuweza kuipata Retouch Academy. Na kwa wale ambao watahitaji hizi picha kwa ajili ya kufanya kujifunzia, nitawapa link pia ya kwenda kuzipata hizi picha. Yes. So tuendelee. Tutaanza na frequency separation, ambapo tutatumia frequency separation via Gaussian blur. Sawa, kama hivyo tutatumia frequency separation hii. So okay, kama hapo tushafanya process ya frequency separation. Sababu tushafanya process ya frequency separation, kwa wale ambao wanahitaji kuona frequency separation kwa tutorial zaidi, kuna tutorial ipo katika channel yangu inaelezea vizuri zaidi jinsi ya kufanya frequency separation. Lakini kwa leo tuta edit tu hii picha kwa kufuata zile hatua ambazo nimekuwa nikizielekeza na kuzifundisha mara kwa mara. Kwa tutafuata hizo hatua hapa tu, tuta edit picha yetu vizuri kabisa. Na tutatumia mixer brush. Sawa, una click hapa kwenye brush, kuna hii brush tool, pencil tool, color replacement tool, afu chini kabisa hapa kuna mixer brush. Kwa tutachagua mixer brush. Sawa, ambayo pia nimeielekeza namna gani ya kuitumia kwenye tutorial zilizopita, lakini kwa haraka mixer brush ina vitu kama hivi hapa juu unavyoviona. Kama hujawahi kuitumia kabisa mixer brush, hauna haja ya kubadili flow, mix wala road. Utakachobadili wewe ni wet. Sawa, utakachobadili wewe ni wet. Utashusha ile percent iliyoko pale. Kama hujawahi kuitumia, utashusha percent kwenda percent ambayo ni suitable kwako kuitumia. Kwa hii picha kwangu mimi naona 8 ni sawa. Pia katika hizi brush unaweza ukakuta ziko hivi zimekuwa checked, kwa utancheck hii moja. Sawa, kwa sababu hii inafanya brush ibebe rangi ambayo ndio hii hapa. So unancheck ili brush iwe bila rangi. Alafu kuna hii hapa, hii utaicheck. Sawa, hii unaicheck kama hivi. Sawa, hiyo ni kwa ajili ya ku clean brush kwa kila stroke unayokuwa unafanya. Sawa, kwa kama hivi tutaendelea. So mixer brush, kwa wale wasioielewa, ngoja nifanye kitu hapa kwa haraka tu kuonyesha. Tupandishe weight kidogo ili iwe rahisi. Umeona? Hii ndo maana ya mixer brush. Sawa, inakusaidia wewe kufanya kazi kwenye layer ya rangi. Ina maana inakusaidia kuzismooth zile color ziweze kuonekana kwa ubora zaidi na ngozi iweze kuonekana vizuri. Kwa hiyo ndo kazi ya mixer brush. Hapa ni kwa tunawaelekeza wale ambao hawajui. Sawa, kwa mfano nikichanganya hapa, umeona inavyofanya. Kwa unatakiwa ufanye kila rangi kwa nafasi yake. So tufute hii, tunatengeneza nyingine hapo, tuna drop kwenye value yetu tuliyokuwa nayo. Sasa twende tukaedit picha yetu.
kwa sababu umeshajua hapa, tutakwenda haraka haraka. Ikimaliza hii hatua, tutaenda kwenye hatua nyingine. Okay, so kama hivyo tumemaliza kutumia mixer brush kusafisha ngozi ya mondo wetu. So ukiangalia kama hapo unaweza ukaona utofauti. Ngoja nikuonyeshe kidogo. Umeona hapa ni baada ya kutumia mixer brush, na tukifunga hii layer, unaona picha yetu ilikuwa hivi. So tumechofanya sisi ni hiki. Kwa hiyo hapo tunaenda hatua nyingine. So kwa hapa kwenye frequency separation yetu tulikuwa na vitu ambavyo kama hizi. Tuna hii layer ya chini ambayo ni layer ya rangi. Ukiangalia kwenye tutorial ile ya frequency separation imeelekeza. Sawa, kuna hii layer huwa tunaitumia. Sijui kama wengine wanaitumia, but mimi personally naitumia kufanya color correction. Sawa. Lakini pia tuna hii ya high frequency ambayo hii ni layer ya textures. Sasa ukiangalia usoni hapa unaona kuna hizi pimples. Sawa. Na vitu vingine ambavyo vina fall kwenye texture viko hapa. Ndio maana tulivyotumia mixer brush kuna vitu unaona usoni havijaondoka. Kwa hivyo viko kwenye layer hii ya juu, sisi tulikuwa tu kwenye layer ya chini. Sawa. Kwa ngoja tuende kwanza kwenye layer hii ya juu kwa ajili ya kuondoa hizo blemishes na pimples na nini, lakini tukimaliza nitawaonyesha namna gani ya kutumia hii correcting tones layer. Sawa. Hapa nitatumia hii cron stamp tool. Sawa. Nitaitumia katika layer ya texture. Kwa nitakuwa na sample na kuondoa hizi pimples. Tuko kwenye layer ya texture. Sawa. Kwa na sample sehemu ambayo haina pimple, alafu unaenda kuondoa zile pimple. Sawa. Kwa wale ambao bado wanaona hivi vitu ni vigumu sana kwao, kuna tutorial ya beginners ya mwanzo kabisa ipo hapo kwenye channel. Unaweza ukaiangalia pia ukapata mwanga, then ukaendelea kuangalia na zingine mpaka kazi ikawa rahisi kwako kujifunza. Kwa unaona kwenye tutorial ya beginners ile jinsi ya kutumia Adobe Photoshop nimeelekeza tools mbalimbali na namna gani unaweza ukazitumia. Kwa usione kwamba ni vitu vigumu sana, ni vitu ambavyo vina wepesi wa kuvielewa kama ukiamua kuvielewa.
Sawa. Sasa kwa hapa nadhani mtakuwa mmeona kitu tulichofanya. Sasa ngoja nifanye picha yote, alafu nitarudi tena tuende kwenye hatua nyingine. Okay, kama mnavyoona tumemaliza kuondoa pimples, tumeondoa na imperfections zingine ambazo zilikuwepo. Sasa tunachoenda kufanya ni warudishe kwenye hii layer ya collect tones. Tunachoenda kubadili sisi, tutabadili hapa kutoka kwenye normal kwenda kwenye color. Sawa. Halafu tutabadili brush. Tutatumia brush ya kawaida ambayo tutashusha flow. Sawa, tutashusha flow mpaka yani itakuwa tu hapo kati ya 1 mpaka 7 au 8, depend na wewe mwenyewe. Kwa let's say tutumie 5. Halafu kitu kingine sasa tutaenda kusample color kwenye ngozi yake. Sawa, tutachagua color ambayo inaendana na ngozi yake. So kimwangalia, okay, sample color ambayo inaendana na ngozi yake. Hapa kwa nitatumia hiyo. Sawa, halafu baada ya kusample hiyo color nitaipaka kwenye maeneo ambayo unaona color haijakaa sawa. Sawa. Unaona kama hivyo. Kwa picha yetu inakuwa kama hivi. Kwa nikuonyeshe kidogo jinsi ilivyokuwa mwanzo. Mwanzo ilikuwa hivi na sasa iko hivi. Umeona tofauti eh? Kwa kuna namna color imekuwa imefanana kwenye pande zote za uso. So baada ya kumaliza hapo tunaenda hatua nyingine.
Kwa haraka haraka ukiangalia picha yetu tunaweza kufanya vitu kama viwili au vitatu tu. Sawa. Kwa hapa kitu ambacho nitaenda kufanya tena, nitaenda kusafisha macho. Sawa. Nitaenda kuyasafisha macho. Sawa. Na sitasafisha vitu vingi sana zaidi ya nitasafisha kwanza rangi. Halafu vingine nitaacha kama vilivyo kwa sababu sioni ambavyo vinaharibu macho yake kwa namna moja au nyingine, so nitasafisha tu rangi ya macho. Na hapo nitatumia action yangu mwenyewe ambayo nilitengeneza. Sawa. Kwa ajili ya hiyo ya kusafisha macho nitatumia brush ya kawaida, nitaweka flow 100. Nitapunguza size ya brush. Sawa. Na make sure hapa rangi nyeupe ndio iko mbele. Alafu nitapaka hapa. Sawa. Nitapaka hapo. Nitakuja na jicho la huku. Hii inatusaidia kusafisha macho yaweze kuonekana angavu. Sawa. Kwa kama hivyo. Tashusha opacity kidogo ili kubalance isionekane meupe sana kama ya mdori. Unaona, kwa unaweza nikaona tofauti mwanzo na sasa. Sawa. Kwa hapo kwangu mimi naona iko very okay. So kitu ambacho kingine nitaenda kufanya dodge and burn. Sawa. Nitaenda kufanya dodge and burn katika Retouch Academy, iko mwanzo kabisa hapa, dodge and burn. Sawa. Kwa nitaenda kutumia dodge and burn, hii dodge and burn ya curve. Sawa. Ndio nitakayoenda kuitumia. Ikifunguka inafunguka kama hivi, inakuletea na hizi visual aid. Sawa. Ila kwa mtu ambaye anahitaji kutumia visual aid atatumia, ila kwa mimi naona sio kitu cha msingi sana, so nitaifunga kwanza, then nitarudi kwenye picha yangu. Nitaenda kwenye kudodge. Tutatumia brush ya kawaida. Sawa. Tunatumia brush ya kawaida kwenye kudodge. Make sure rangi hii nyeupe iko mbele, kwa sababu brush inatumia rangi iliyoko mbele, na sisi tunataka rangi iliyoko mbele kwa sababu huku tuna mask hizi ambazo ni black, so tunahitaji ku reveal. Kama tunahitaji ku reveal, tunahitaji rangi nyeupe. Sawa. Halafu tutashusha flow. Sawa. Nitashusha flow mpaka 2. Halafu sasa ndo nitaenda kudodge. Kwenye highlight una dodge, kwenye shadow una burn. Sawa. Kuna namna kama unahitaji tu create highlight zako mwenyewe katika skin, yani umshape vile wewe unataka, unaweza ukaanzia hapo bila changamoto yoyote. Lakini kama unataka kutumia highlight zilizokuwepo mwanzo, unaweza ukaenda ukafunga group ya frequency, ya frequency separation. Sawa. Hii ukifunga inakuonyesha highlight za mwanzo zilikuwa zimepita wapi. Kwa unaweza ukaendelea kudodge bila kuifungua, then baadaye ukaja ukaifungua, ikawa haina shida. Ila mimi nitafanya dodge and burn hivi kwa sababu ninajua kitu gani ninachokitaka na nakumbuka vizuri highlight zilikuwa maeneo gani, so hamna shida.
So hiyo ndo dodge and burn. Ngoja naonyeshe before and after. Umeona, hiyo ni before, hiyo ni after. Umeona, balance sehemu zenye highlights ziweze kupop. Umeona, na sehemu ambazo tulipoteza some shadows tumeweza kuzirudisha kwa kubani. Kwa hiyo kama hivi, umeona hata contrast ya picha yetu inabadilika. Kwa hiyo sasa baada ya kumaliza dodge and burn, naangalia je, picha yetu inahitaji nini kingine. Kwa mimi naona picha yetu imekamilika, haina changamoto yoyote, haina kipengele. Labda kipengele uje nacho wewe mtazamaji, it's just jokes. Lakini baada ya kufika hapo dodge and burn, tunachofanya tunaenda kuisharpen kidogo, kwa sababu tumefanya process nyingi kwenye picha yetu na sharpness imepungua. Kwa hiyo tutachofanya tunaenda kuisharpen kidogo. Sawa. Kwa hapa kwenye Retouch Academy kuna sehemu ya sharpening. Kwa tutaisharpen picha yetu. Sawa. Sasa ukiona hii ni before, hii ni after, lakini kwangu mimi hiyo too much sharpness. Kwa tutai drop kidogo, tutashusha opacity. Sawa. Hapo inakuwa imependeza zaidi. Okay, hapo ndo tunakuwa tumemaliza kufanya retouch ya picha yetu. Kwa hiyo tunaweza tukaenda kipengele kingine ambacho ni color grading. Tushafanya vingine vyote, tumebakiza color. Kwa picha yetu ilivyo mpaka hapo haina kipengele, lakini sasa tunaenda kufanya color. Sawa. Kwa kwanza tunaangalia, je, rangi ya mdomo kwangu mimi sina sababu ya kuibadilisha. It looks perfect kwa kweli, aliyempaka makeup alijitahidi. Umeona hizi rangi hapa kwenye macho zimepop vizuri, sioni changamoto yoyote. So tutafanya tu color in general. Sawa, tutafanya color in general. Kwa chap fuatana na mimi, ndo naanza hivi kufanya color. Sawa. Kwa hiyo angalia hatua kwa hatua jinsi ninavyofanya, alafu tutarudi hapa.
Okay, so nimemaliza kufanya color grading. Natumaini wote tumeenda pamoja mwanzo hadi mwisho. Kwa kuangalia hivi ndo picha yetu ilivyokuwa mwanzo, hii ni before, na hivi ndo picha yetu ilivyo sasa, hii ni after. Nimefanya vitu vichache lakini ni vingi, ila ni vitu vya msingi ukiwa unafanya color grading. So nafikiri wote tumeweza kuelewana hapo, na kwa wale ambao wanahitaji tutorials za one on one, unaweza ukanitafuta tukapanga namna gani naweza nikakufundisha. Asanteni kwa kutazama, asanteni kwa kunisikiliza, asanteni kwa wote mnaoendelea kunifuatilia siku hadi siku. Mnaweza mkashare na watu wengine pia waweze kufikia channel yetu na kuweza kuangalia na kujifunza, kwa sababu industry ya photography inaendelea kukua kwa kasi. Na pia msiache kusubscribe kwa wale ambao mnaifikia channel yetu kwa mara ya kwanza, naomba msubscribe, ulike na uache comment nini tuboreshe, nini unataka kujifunza zaidi, na nitakuletea hapa kwa wakati bila changamoto yoyote. Asanteni.